Habari marafiki, karibuni sana katika tutorial hii ambayo nitaenda kutoa matokeo ya weekend quiz ambayo tulitoa mwishoni mwa wiki hii. Lakini pia nitaenda kufanya illustration jinsi gani ambavyo pengine tulitarajia lile swali lingefanywa kazi. Ni masikitiko yangu tu kwamba kati ya watu 36 ambao walijaribu kutoa ile swali, hakuna mtu ambaye amefanya lile swali katika usahihi. Lakini mbali na kwamba watu 36 kulifanya katika usahihi, ni watu 7 tu ambao walifata masharti ya lile swali ambalo lilikuwa likitaka kila mtu ambaye anashiriki basi lazima awe memba wa forum ya CodeMafia. Hilo halikunisumbua sana kwa sababu nilichokuwa nataka ni majibu ambayo wao watayatoa yaweze kuwasaidia maprograma wadogo kujua mbinu mbalimbali za ufanyaji maswali na tekniki mbalimbali. Kilichonisikitisha zaidi ni kwamba hakuna hata mmoja kati ya wale members 7 waliofanya, lakini hata wale 29 waliobaki hakuna hata mmoja ambaye alipata. Katika forum ya katika Jamii Forum kuna member mmoja ambaye anatumia username ya UB16. Yeye amejaribu kuandika solution kwa kutumia Ruby. Ni solution nzuri na ambayo imetoa jibu sahihi, ambayo inafanya illustration, inaonesha vizuri kabisa jinsi gani ambavyo ile swali linaweza likasolviwa. Lakini yeye hakuwa member, yeye sio member. Hata hivyo hakushiriki katika shindano, ila tu alitoa mchango wake kupitia post ambayo tulituma kwenye Jamii Forum na kuonesha kwamba ni kitu ambacho kinawezekana, japokuwa pia kuna katika comment yake alijaribu kueleza kwamba halikustahili kuwa shindano, ila ilikuwa kama CodeMafia walikuwa wanahitaji code contributors, kitu ambacho si kweli. Sisi tunafanya weekend juice kwa lengo kabisa la kuwasaidia maprograma ambao wako vioni ndo anaanza kujifunza programming. Sasa tunashukuru sana kwa contribution yako, kwa sababu utakuwa unasaidia pia maprograma ambao watavisit ile post Jamii Forum. Lakini vile vile tunakuomba uongeze jitihada za kushare experience yako kwa maprograma wachanga, na most of them wanapatikana katika forum yetu ya CodeMafia. That's all. Sisi tunachofanya niko tu kuwasaidia maprograma madogo. Sasa bila kupoteza muda, nimeamua kufanya tutorial hii, na hii tutorial itakuwa ndefu kidogo tofauti na tutorial zingine. Nimeamua kwamba kodi hizi safari hii nitaziandikia kwenye Notepad++. Okay, na jibu nitakalotoa nitatumia Java programming language. Kwa mujibu wa swali, kitu cha kwanza kabisa ambacho tunatakiwa tutambue ni kwamba kwa sababu inataka ugundue namba moja. Let's say hiyo namba ni x. Hiyo namba ukigawanya kwa namba yoyote kati ya namba 1 mpaka 20, jibu liwe sawa sawa na ngapi? Jibu liwe sawa sawa na tuseme C, ambayo itakuwa namba kamili ambayo bila baki lolote wala lisiwe sehemu. Maana yake ni nini basi? Maana yake ni kwa ukichukua x gawanya kwa 1, jibu ni C. Ukichukua x gawanya kwa 2, jibu ni C. Ukichukua x gawanya kwa 3, jibu ni C, na kuendelea. Manake C wakati huo iwe ni namba kamili ambayo haina baki wala haijaandikwa katika sehemu. Let us comment this. Comment out.
je ukajua ni kodi. Sasa tutakachoenda kukifanya awali ni kutumia loop. Loop itafanya kazi gani? Loop itafanya kitu kimoja. Loop itafanya kitu kimoja. Itachukua x sawa na ku loop through 1 up to 20. Kwa hiyo ex tutaigawanya kwa namba kuanzia 1 mpaka 20. Alafu tukishaigawanya jibu tutakalopata tutacheki kama jibu tutakalopata litakuwa ni C, ambayo C ni namba kamili kama nilivyozungumzia hapa juu. Okay, tuta comment na hii. Tuanze kuandika kama kawaida, tuanze kwa main class. Public class. Kama unatumia notepad kama mimi, kumbuka tu kwamba jina la class lazima liendane na jina ambalo umetumia kusave. Yeah. Okay, so main class, enter. Tandika main method, public static void main string argument. Okay, baada ya hapo tutaita method ambayo ita loop na kucheki x kwa kuigawanya kwa namba zote kuanzia 1 mpaka 20. Hiyo method hapa tutaiita katika main method. Let's say tuite check. Tuseme check value. Tuite check value. Okay. Check value tafunga. Baada ya hapo inabidi tufanye kitu kimoja. Ex na yenyewe itabidi iwe ni namba ambayo inabadilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu tutataka tucheki x ikiwa 1 hapa. Ikishindikana tutaibadilisha x, tutaicheki ikiwa 2. Tutaigawanya kwa 1, tutaigawanya kwa 2, tutaigawanya kwa 3 mpaka 20. Ikishindikana tutaicheki x ikiwa 3, tutaigawanya kwa 1 mpaka 20 tena. Ikishindikana tutaicheki ikiwa 4, tutaicheki mpaka hata ifike milioni 50, mpaka tujue kwamba ni value ipi ambayo itakubali kugawanyika kwa namba zote kati ya namba 1 mpaka namba 20. Maelezo yangu najua kwa hiki Kiswahili chetu hiki akijatumika sana kwenye programming. Sasa sitaki kuamini kama maelezo yangu yanaeleweka vizuri, lakini let me know. Jaribu kucomment mara nyingi iwezekanavyo ili nijue kama ikiwezekana naweza nikajipanga nikaitoa hii tutorial vizuri zaidi. Sasa tutakachoenda ukifanya, kwa sababu kwamba ex na yenyewe itabidi iwe namba inayobadilika, basi tutakachokifanya ni increment ex. Tutatengeneza variable ya x. Tunaweza tukaitengenezea hapa, tukasema private static integer x, alafu hapa tuta increment x. Lakini
tutatumia while loop ili tuweze kupata nafasi ya kuincrement. Ili tupate nafasi ya kuincrement. Na tutasema while false increment. Kwa hiyo labda niseme kwa nini tumesema while false. Ni kwamba tutaanza na x ikiwa initialize kabisa hii. Tuseme tuanze na 1. Tutaanza na x ikiwa 1. Alafu tutaita check value. Tutapass argument. Tutapass hiyo value ambayo ni 1. Tukipass 1, hii value hii method itakuwa na return type ambayo ni either true au false. Na itachokifanya hii check value ni kuchukua hii namba ambayo tumeipass ambayo ni 1, itaigawanya kwa 1 mpaka 20. Muda wowote ambao itaigawanya namba na kupata jibu ambalo sio jibu kamili. Kama 5 5, kama 6 6. Ikipata labda 5 baki 2 baki 3, basi ita return false. Ikireturn false, tuta increment variable yetu x. Tuta increment x kama tulicheck 1, safari hii na maana yake tutacheck ngapi? Tutacheck 2. Hii inatupa jibu gani basi? Inatuambia kwamba tutachukua hii method yetu, tutaita hapa, ili nimefanya hivi ni kuoneshe vizuri tu kwamba huko ndani tutapasi x. Sawa? Kwa hiyo maana yake ni vipi? Wakati ikiwa false tutapass variable x. Tukipass variable x, hii ita return either true or false, na ikikuta hiyo namba kuna namba ambayo ukigawanya inagawanyika inaacha baki, ita return false. Kama hebu tufanye hivi. Tuandike kabisa hii method ya check value. Check value, tuseme private static boolean return type, alafu tuite check value namna hii. Na ambacho tunataka hapa ni hii method i return true endapo namba ambayo tutakuwa tumeipa, tuipe namba hapa, tuseme integer value, tuseme integer value. Sawa? Hii namba, hii method itachokifanya, itachukua hii namba na kuigawanya kwa namba kati ya 1 mpaka 20. Iteganya kwa 1, iteganya kwa 2, iteganya kwa 3, iteganya kwa 4. Sasa tunataka i return either true au false. Tutengeneze variable kwa boolean, tuseme answer, tuandike tu kwa kifupi, sasa na false. Alafu mwisho i return nini? Answer. I return answer. Kisha hapa katikati tutafanya mechanism ya sijui niandikaje kwa Kiingereza hapa. Ningekuwa naandika kwa Kinyakyusa ningeandika vizuri sana. Hebu tuseme checking mechanism. Kwamba tutachukua hii value na kuicheck, kuigawanya kwa 1, tutagawanya kwa 2 mpaka 20. Sasa tunachokitaka ni kwamba kila
wakati ambapo tutaigawanya, mara zote tutakapokuwa tunaigawanya, ikileta jibu lenye baki to return false, kisha to exit kutoka kwenye loop. Tutengeneze loop, sawa? Sasa hapa naona loop itakayofaa hapa labda tutumie for loop. Tuseme integer q is equal to 0 while q is less than 20, sawa. Q increment. Okay, alafu kinachofanyika hapa, hii ni kodi ambayo itatusaidia sisi kuloop kwa ile namba ambayo tunaitumia kugawanya. Ndani ya hii method tuna namba moja ambayo tunapewa hapa, lakini hii namba moja tunataka tuigawanye kwa namba zingine 20, kuanzia moja tuigawanye kwa 2, baadaye tuigawanye kwa 3 mpaka 20. Muda wote ambapo tutagawanya tutapata jibu ambalo linabaki, mpaka tukigawanya tukapata jibu ambalo linabaki, basi tuna terminate hii method, kisha tuna terminate method kisha tuna return false. Lakini tukikuta imegawanya namba zote mpaka 20 bila baki, itabidi tufanye kitu kimoja. Na hiko kitu itabidi to change value ya answer, kwa sababu tuna return answer hapa. Kwa hiyo change value ya answer kuwa sawa sawa na true. Okay, hapa katikati kinachofanyika ni kucheki kwanza check. Tabii nite Mr. Check sasa hivi. Okay, nikutizama kwanza kama ili jibu litakalopatikana ni jibu ambalo litakuwa lina baki. Na ili kucheki hapo ni lazima tutumie if statement. Kwa tutasema if namba ambayo tumepewa, endapo namba ambayo tumepewa tuseme var sawa, gawanya kwa q. Kama namba tuliopewa gawanya kwa q, jibu linalokuja ni sawa sawa na not, tuseme ni na x, labda x ndo namba yetu ambayo tumesema ni namba bila baki, sawa. Basi chukua mabano tena nataka kuyatoa, sawa. Kwa hiyo ni kwamba tukikuta hii namba ambayo tumeingiza kwenye method tunaigawanya kwa namba moja, labda hii si tutaloop kwamba tutaanza na moja, baadaye tuta increment itakuwa 2, baadaye tuta increment itakuwa 3, na kila tunapo increment mara moja tuna run hii block of code mara moja. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba tutacheck kama namba tulopewa tukigawanya kwa namba hizi ambazo zinatoka huko kwenye loop kuanzia 1 mpaka 20, kama unavyoona limit hapa na 20. Kama jibu linalokuja ni x inamaanisha ni namba ambayo inakuwa haina baki, basi kinachotokea ni kuchange. Tutachange sasa, tutachange answer kuwa true. Naamini kwamba hapa ni maelezo ambayo yana maelezo mazuri, yanaeleweka. Haya, baada ya hapo inabidi turekebishe kitu kimoja humu ndani. Variable q tutumie operator moja ambayo katika programming tunaita modulus. Modulus ni mimi naamini hapa sifundishi, ila natoa tujibu. Sasa wewe programmer unanisema utakuwa unajua maana ya modulus, sababu maneno mazuri ya Kiswahili ya kuielezea mimi nitakuwa sina, ila kwa maneno mafupi ni kwamba modulus ni
operator ambayo ina return the remainder. Ni remainder, tuseme ni remainder operator. Okay, kama ukisema 8 ganya kwa 5, jibu ni 1, baki 3. Kwa hiyo ukitumia modulus ambayo ni alama hii ya asilimia, modulus q is equal to x. Itakuwa hivi, variable value, namba tutakayopewa kutoka hapa, modulus q inatakiwa iwe 0, kwamba namba yoyote utakayopewa tukiganya kwa namba 1, kwa 2, kwa 3, kwa whatever, lazima itupe nini? Itupe 0. Sasa kama itatupa 0, basi tutachange answer kuwa true. Na kitu ambacho nakiona hapa, itakuwa rahisi tukicheki kama sio kweli. Kwa hiyo tutoe, tuseme if it is not equal to 0, change answer to false. Sawa, ikisha change answer to false, yani lengo langu ni kwamba itakapokuta hiyo namba, kuna namba ambayo ikigawanya, let me show this clearly. Namba tulopewa hapa ni val, si ndio? Val. Tutachukua val, tutasema modulus q. Tutaanza na q ambayo ni ngapi? Ni 0. Na hapa naona tuanze na 1. Sawa. Modulus 1 tutacheki, je, ni 0? Ikimaliza tutakuja val modulus 2. Je, ni 0? Then this is double equal. Tumia assignment operator. Modulus 2 naika na swaga. Modulus 2, je, ni 0? Ikimaliza itakuja hiki kitendo cha kuitoa iwe 1, iwe 2, baadaye utakuja kuona inakuja inaongezeka, inakuwa modulus 3 is equal to 0. Hiki kitendo cha kuongezeka, hii incrementation inafanyika hapa kwenye q++. Hii ambayo hapa nimefanya replacement mwe. Mbonkafu tolo. Nimefanya replacement ya kutoka kwenye variable q kwa real number. Kwa hiyo itakuwa 1, itakuwa 2, itakuwa 3 up to, let me comment out this, mpaka itakapofikia namba 20. Sasa ninachotaka ukifanya hapa ndani, wakati muda wowote tukikuta kuna namba ambayo tukigawanyia na hii value haileti 0, to return, to terminate, twende nje ya loop, ya hii for loop, kisha to return answer. Ndo ambacho nimeona ndio maana nimebadilisha hapa katikati. Kwa hiyo tutakapofanya remainder tukakuta it is not equal to 0, ita change the value of x of answer to false, then tutafanyaje hapa? Ta black. Okay, na hisi kuna break na return. Sasa sijajua, hebu twende error ndio itatufundisha uzembe huu. break tafanya tuta break like this one. Kwa hiyo ita change value ya answer kwa false, kisha ita break. Ikibreak maana yake itatoka nje ya hii for loop hata kabla haijamaliza 20. Hatuna haja ya kumaliza namba zote wakati tumeshaona kuna namba moja ambayo haigawanyi namba zote, haigawanyi hiyo namba tuliopewa bila baki. Namba tuliopewa hapo nazungumzia value. Hii value rahisi. Yaani kutokana na jinsi hivyo nijibu ina kumraz, vitu vinanisumbua hapa. Mic zetu inaweza kugongea. Hii value kutokana na watu jinsi walivyojibu ili swali inanilazimu nielezee vizuri. Hii value ndio thamani ambayo tutaipasi hapa, ndio hii x.
Kwa hiyo namba yote hapa sisi tutapass moja, ikikataa 2, ikikataa 3, ikikataa 4 mpaka bilioni. Na tukija humu tutakachofanya ni kuchukua hiyo thamani ambayo tutakuwa tunapewa kutoka kule juu, sawa, na kuifanyia huu mchakato hapa, ambao huu mchakato utakuwa unaichukua hii namba inaigawanya kwa namba moja mpaka 20 na kucheck each time inapogawanya kwa namba yote, ina check kama return yake ni ngapi. Return yake remainder kumlaz remainder ni 0. Ikuta remainder sio 0, inaona hamna haja, hii namba haimatch kwenye jibu letu, kwa sababu jibu letu linataka namba ambayo ukiganya kwa namba yoyote kati ya namba moja mpaka 20 jibu lije 0. Jibu lije namba kamili sio kuwa na baki, remainder iwe 0. Kwa hiyo tukikuta remainder labda katika kurupu hapa tumefikia kwenye 3, tukakuta remainder inakuja 4, basi haina haja ya kuendelea na hiyo namba ambayo tumepewa. Moja kwa moja hiyo namba haifai na haiwezi kuchukua jibu letu. Kwa hiyo tuta change value ya answer kwa false. Tukichange tuna break. Ku break maana yake tunatoka out of for, tutatoka out of for loop. Kisha tuta return, kwa sababu hii method return type yake ni boolean, kwa hiyo ita return false answer, ambayo ndio hii variable ambayo tumei create hapa na kuassign value false. Maana yake ni nini? Kama ita loop namba zote mpaka 20 na kukuta kila namba ina kila namba gawanya kwa okay. Yani ni hivi, ikikuta kila namba ambayo inaigawanya inagawanyika bila baki, haita execute this block of code here. Badala yake, kama itafanikiwa kumaliza mpaka namba 20, inabidi tufanye kitu kimoja hapa. Naona tutumie ese. Tutumie ese. Tutumie ese. Tuseme to change value of answer kuwa true. Tutachange value ya answer kuwa true, na tukichange value ya value, sio value Kiingereza hiki. Tukichange value ya answer kuwa true, manake ni kwamba return answer ita return true. Mimi nadhani hii method itafanya kazi nzuri kabisa. Sasa kumbuka katika swali letu lilikuwa katika ile swali ilikuwa limethibitisha kwamba ukichukua namba yote kuanzia namba 1 mpaka namba 10 ukichukua namba 2000, tujue ninavyoongea hivi naandika kwenye karatasi na sasa kwamba wewe ukuoni. Sasa kazi kweli kweli. Fanye ukichukua namba 2520 ukaiganya kwa namba yoyote kati ya namba 1 mpaka 10, itagawanyika, yani jibu litakalokuja ni 0 modulus. Nikisema hivyo nadhani sasa hivi tutakuwa unanielewa. Jibu linalokuja usema 2520 modulus any number between 1 and 10, the result will be 0. Sasa mimi naona ili kuprove hii solution tuanze kwa kusema hapa 20 sawa. No 10. Tuanze kwa kusema 10 ili tuone kama je tutapata 2520. Ikipatikana 2520 at the last tutachange hapa kuwa 20, basi itatupa thamani ambayo ilitakiwa. We are going well. Tunaenda vizuri kabisa. Sasa tuje tumalizie hapa kwenye main method. Nadhani niliandika nje ya main method. Hii main method inaanzia hapa inaishia hapa. Na kwa ugonjwa akakuchanganya. Okay. Sasa katika hii while loop tunasema while false. Hii check value tutaipasia namba ya kwanza ambayo nataka tucheki. Na hizo namba kumbuka tutakuwa tunazi increment. Basi mimi naona ni vizuri pia tuka declare new variable hapa, integer x
alafu ndio yuko juu tulisha declare kasema integer x, basi haina haja. Ila sasa ambacho tunatakiwa tukifanya hapa, hii check value ita return either true or false. Tukipass number ambayo itagawanyika kule na kubakisha, remainder yake itakuwa it is not equal to 0, italeta false. Kama remainder itakuwa equal to 0 italeta true. Basi tutachotakiwa kukifanya moja kwa moja ni ku copy to cut out this line of code, kuingiza humu ndani. Baada ya hapo sasa tumemaliza kwa sababu itacheck value of x, itaileta humu, ita loop through 1 up to 10, na ikikuta kuna namba yote ambayo remainder yake sio 0, ita initialize variable answer to false, then ita return answer. Na ikikuta namba zote zinagawanyika, basi itakuja kwenye ese, ita return hapa. Nahisi kama italeta error naona ikileta error ndo tutajua tusolve wapi, lakini hebu kwa sasa hivi tuendelee na tuamini tu kwamba ikikuta kwamba hizo namba zote ziko okay, itakuja kwenye ese statement. Ikifika kwenye ese ita set value of answer to true, kisha ita return answer ambayo itakuwa ni true. Okay. Nice. Tulipofikia hapa nadhani tunaweza tuka compile sasa. Compile, tuangalie kama kuna error. Kuna error. Kuna kitu spendi mimi kama error. Kodi zote hizi yani. Angalia kwa haraka, nimeweka kosa hapa. Shit. Kitu ambacho nimekosea hapa, hii main method, nimeandika method ndani ya method, kitu ambacho it's not true, it's not right. Tufute hii method, so tufute, copy, usije ukafuta kama ulikuwa unaandika. Cut this one. Sawa. Hii main method ilibidi ianzie hapa main mpaka hapa. Baada ya hapa ndo tuandike method yetu nyingine. Nadhani ndio ilikuwa tatizo. Hebu compile tena. Compile. Wow! Nimekubali. Sasa tu run. Tu check tuone kama itatuletea 2520. Control process complete. Nimecompile tena. Nataka ni run. Haiwezi kuonesha wakati sijasema iprint. Sasa while okay. Ex tukiipasi ikaenda ikafanikiwa kupita kule kuanzia namba 1 mpaka 20, ika return 0 remainder kuanzia kwenye namba zote. Basi tunachotaka ifanye moja kwa moja, maana yake ni kwamba while ita run this block of code. Ingeze kwa rahisi sana this block of code, very simple and easy. Ita run hii block ya code hii kabisa. Ita run this block of instruction. Wow, nice. Kama return value ya check value of x takuwa true, na ikikuta false haita run chochote bali tunataka moja kwa moja print system.out.print line moja kwa moja iprint x, na itaprint x kwa sababu ndio thamani ambayo imeonekana kwamba inaweza kugawanya namba zote bila baki. Ikikuta true ita execute ndani, ikikuta false ita exit. Najaribu kufikiria hapa, nawaza kwamba sitaki kukutana tena na error. Hii method inatakiwa tunataka tu run kama
hii method ita return true. Hii method ina return true wakati gani? Endapo ile namba sio 0. Ikiwa sio 0 ita return false. Kwa hiyo ikireturn false ina maana nipe namba nyingine. Ikija humu nishagundua kosa. Ni kwamba hii check value ina return true kwa mujibu wa maelezo yetu tuloandika hapa. Ita return true, ita return false ikikuta namba ambayo imeletewa ina tatizo, ina return false. Ikireturn false maana yake increment, nipe namba nyingine. Hiyo namba ulionipa ijumlishe na 1 niletee namba nyingine. Kwa hiyo kitachoja kufanyika hapa, ikireturn false hii line haitakuwa executed kwa sababu tumesema hapa execute endapo ikireturn true. Kwa hiyo ili tuiconvert hii, if this statement it is not, tuweke alama ya mshangao, it is not true, it means it is false, tuta increment, tutakupa value nyingine. Kwa hiyo tutafanya hivi mpaka utakapo return true. Kireturn true sisi hatutafanya chochote, ila tutaprint hiyo namba ambayo imeonyesha kwamba status is true. To compile, to run. Vizuri, imetugia jibu 2520. Kwa hiyo tumeona kwamba jibu letu linakuja 2520. Na hii ni namba ambayo ukiloop kwenye namba 1 mpaka 10. Tukiloop kwenda mpaka 20, tuangalie jibu litakalokuja ni namba gani. Compile. Okay, imetupa jibu hii namba. Kwa sisi ambao tulikimbia hesabu shule isee, itakuwa shida kuisoma. Okay, ili niisome ni control copy. Maybe mimi ndo mzee wa miaka under 30, lakini babu kabisa sababu shinda kuiona hii. Shit. Inataka kingapi? 1 2 2. Okay, jibu inasema hii ni 2,232,792,560. Hili ndo lilikuwa jibu la swali letu. Nasikitika sana hamna design pattern katika hili swali. Wala algorithm ngumu ambayo inatakiwa kulisolve hakuna. Lakini nasikitika more than 30 participants wameshindwa kabisa hata kuonesha mwanga tu kwamba walikuwa wanaelekea kwenye kusolve swali hili. Basi sijui tutafanyaje. Mungu kutoa comment afu tutaona kama kuna mistake yote ambayo imefanyika. Okay, ni mimi instructor wako, call me Titus kutoka Code Mafia. Asante mpaka wakati mwingine. Shukrani.